Ni hapo. Sawa. Mwasha mic. It's on manze. Choo choo. Chakaza nikunywa soda kwanza. Nze nyongwe. Wale mmoga kwa. Hello everyone. Episode ngapi? Episode 17. Ama 16 ama ni 100, whatever it is. Whatever episode it is. We are live on the Mambo podcast. Leo tumeshoot midweek, msijali. Lakini itauploadiwa weekend, mtaicheki weekendi. But anyway, this episode was sponsored by Sense by Mambo kama kawaida. Na 5G Reality Channel. Kumbuka 5G Reality Channel inakupatia premium services during funeral, burials and whatever, hizo vitu za hapo, hizo during the funeral times. So shout out to you guys for subscribing manze niko na 89 subscribers. 89 subscribers. Clock it. 89 subscribers manze, tuendelee namna hiyo. Ukiona hii video kwenye huko subscribe, share, like, whatever manze. So leo kwa pod tuko na the one and only wazee wa vijiji. Wazee wa vijiji. Wazee wa kijiji ama wa vijiji? Wazee wa kijiji. Vijiji ni vijiji mingi. Sasa napatia kila mtu chance yake aje introduce. Tukizidi tukienda. Mimi naitwa Adrian. IG_Kaga. Thanks. Mashari hapa, mimi si mgeni, ndo mgeni. Umeniona. I'm the most seen face in this pod. Mashari. So Instagram. Jamaa anapata black tax. Ameonekana sana kwa podcast yangu. Ameonekana amekuwa celebrity. Na push agenda yangu hapa. Tunapush agendas. Instagram _mad.shari. Yeah man. So cheers manze, cheers to everyone who has been watching manze, for watu wamekuwa wakiwatch, wakisubscribe. Tunawapenda. Anyway, mkoaje guys, mkoaje bana, siku mingi. Mkoaje manze, how are you? Hii ni Men's International Week. Men's International Month. Oh, mental awareness. Mental awareness, yeah. Mental awareness. For the men. For the men. Oh. Nyie mnaonaje? Nyie mna feel like mental awareness ni Toka mimi. Nyie mna feel like mental awareness ni kitu ya maana sana. Vibaya sana. Yeah, this utaseti hapo na hii mwaka, not hii mwaka, like at this day age era. Yeah, it's very important. Wale watu wanateseka, wanaume na mimi husema maisha wanaume kwa ngumu, so ku recognize a month for the men mental health, it's very important. Watu waongee, mujuliane hali, msalimie brother wako hapo. Mimi na feel important sana. No, important. Mimi na feel mwanaume kwa born to suffer. Born to suffer ile ngoma. Born to suffer. Ngoma ilikuwa nani? Ala Kidube. Ala Kidube. But tunapambana tu. Lazima maisha isonge. Maisha isonge. Yeah man. Jisa utadu nini? Mimi na feeling hizi mavitu, mimi na feeling ni bullshit. According to me. The future proof. Mimi na feeling ni BS. Though okay, juu iko tuna ni kama venye kuna Christmas. Kama kuna Madaraka Day. Nobody gives a fuck about Madaraka Day, lakini iko. Unajua ni vitu tu ziko, lakini hatujali juu. Okay, sasa kama Labor Day ulifanya nini ya maana? Nilika kwa nyumba nikapiga. Kama the only thing ni juni holiday, hakuna kitu kubwa sana. But zao venye hii mental health sasa watu wametry kuimaximize. So juu iko tuna celebrate. But mimi nasema ni bullshit juu hakuna mtu anajali. Wacha tusidanganyane. Hakuna mtu anajali. Ama nyinyi mna feel kuna mtu anajali? Except your parents. Kujali kuna mtu are there people who care about men? Except your parent, except your mother and father. To exclude that's a very broad topic. Hiyo paternal love ya wazazi. Lakini after hapo, who else do you think cares? The platonic relationships. Ni mimi, so ni jali. Like unajua sasa tu ni nini? Sio wanaume, sio lizana tu. Budo uko fiti? Uko fiti? Useme uko fiti. Niko sawa. But mimi naweza sema like okay, as much as ni mwezi
a month for mental health. Nafaa kwa like una check up, not like isikuwe ati mwezi pekee ndo una check up on someone. Ufanye tu at least a week, not only a month. Juju nimekuwa specifically for mental health. Ati ni June pekee unauliza mtu rada nini kufiti. Nafaa kwa an occurrence unafanya. Yeah man. Unaget isikuwe tu like kama umesema kama madaraka day Isikuwe kama birthday. Hadi next year. Hadi next year ndo celebrate. Isikuwe hivyo ya. But ngodu za but unajua sio wanaume lazima expect sana itakawia. Ama nakwambia bro I love you. Gay. This boy is gay. Una check. Should I call you mister? Or Mrs. Should I call you mister? You be comfortable kuongea about our problems juu. Shida ni society inafanya I feel msa ataniangaliaje. As long as mashani best yangu, Frank best yangu atanionaje bana. Tamamaje manze mama amenichapa. Lambistic. Week. Yeah man. Mamiaje manze nimekula leo nyanya na ugali. Unaona? You should kill yourself. Ile ni ijatu allow tufike hiyo point. But unajua dema anaweza kuambia manze leo nakula cabbage. Yeah. Unakula cabbage bila nyama. Shika hii. Utakuwa like acha kutumia kachuani hapo. Haini mwanaume. Manze nakula cabbage usikie hata iliyo usikie. Mimi nakula chumvi. Ero kwa cabbage. Ero kwa cabbage. No. Ni ile design. Kerio. Ile sio wanaume tume grow up na ile we see the basi wanaume wote. Si wote. Kuna wengine wanalia mimi but sasa unajua hizi lia. Bali unaweza lia ni kwa mzazi. Kwa mzazi lakini nikianza kulia hapa mbele ya Frank naweza nikula coffee utashanga bro ni nini sasa unataka hug ama nini unataka hug ni wewe mna feeling kama ushepata ile occurrence mtu ameanza kulia hadi kama mimi inakuwa any gender mtu analia unashinda nikupe nini toothpaste kama maji toothpaste like I feel like Africans atakuwa open up kulia in public kama ovyo nikube lollipop but kunanga occurrence funny kama dem akilia ukiwa hapo madem zetu kulia unawaga like sasa ni nini nikusaidia nini anakuambia sijui na mimi sijui lakini nasikia tu kulia but unajua sasa kama mwanaume mimi yangu i process juu unasikiaje tu kulia lazima uko na reason ya kulia wewe unasikia lazima wewe kwa tu umeamka tu unaanza tu kulia hata kusikia njaa lazima uko na reason ya kula yeah man but ni interesting ndio mimi nasemanga Nifa mwanaume you're bound to suffer. Fanya tu watu wamesema. Wewe kubali tu matokeo. Kubali. Na wewe pambana na hali. Acha tuache kuwa sensitive sana. Manze kama tunakuwa sensitive sana. Tuna mashida zikitopata tunaanza kulia mara nini. Unaanza kujiumia. Wewe pambana tu na hali yako. Sijui pa kwa sensodyne. Sensitivity iko juu. Tutakupaka sensodyne. Wewe pambana tu na hali yako bro. Sasa wewe usidhani sisi tuna shida zetu. Mbona kuna shida zake? Nani anasema sisi tuko na shida zetu mbona tusikize zako? Kuna msanii anasemanga hivyo, sijui ni nani anasema. Zika ni Meja. Anasemanga wewe sisi tuko na mashida zetu manze. So wewe najua ni mental health month unataka kulia, wewe ndio ulia kwa bafu, ulia kwa choo, ulia kwa kitanda, lia ishe kama lazima ulie. Kama ni kuna watu na watu. Kuna sisi wenye tunakata kitunguu na lia alafu inaishia. Unaishi hapo. Do anything wewe bora give up. Usigive up. No usijiue. So no to suicide. Mental health. No to suicide. Hapo sasa hapo pia mambo ya give up ndo. Suicide ni hapo. How hard can it be? Unajua kujinyonga ni chungu. Wewe acha. Kama kana wale wakitembea super highway gari ikienda. Ndio unatu ile ni kifo tu. Tonga nani? Kuna musician pale alisema alijinyonga. Alafu ndo hiyo time anajinyonga ndo akaona sitaki ukufa. Mimi nikizama this is a disclaimer. Joking nikizama kujinyonga naweza na kisu hapo just in case change mind. Nione yenyewe hapa nikubali nikatatu kamba. Kujimaliza juu kunyonga ile.
Alafu kenda ukateo ni slide. Final destination. For a destination. Mazejo. No killing. Hiyo mambo ya suicide. Usiogope kuongea. Ama lia, hadi kama itabidi. Hadi kama wanasema lia ni lia tu. Bora usijue. But then the funny thing about people who don't understand ni naweza kuambia shida yangu na joke. That's how men we always talk about. Manze. Kuambia shida yangu manze. Usikija na buda nimekula ugali na chumvi. Tuanze kucheka. Ikefanya tucheke. Kumbe ni serious. Alafu mama nikwambie, jana nimelala kwa kibanda. Udhani ni joke nasema, kumbe ni serious, nilala kwa kibanda. Unalala kwa kibanda. Si ati nini? Aya. Basi unajua sasa nataka nikwambie, Frank naweza kudock dose kwako. Hata kanda dose kwako. Haitakuwa tile sana. Maman. Ile nalala leo. Nirudi kwa kibanda yangu pale. Ile rudi tena leo. Manzeo. Alinasema kama ni hivyo, wacha tutafute kutafuta rafiki mmoja kwenye unaweza ambia kitu. Tafuta mtu mmoja una trust. Usitrust pia watu wengi na usipia usiambia wanawake shida zako. Ambia mzazi, ndio mama. Ukimwona mwanamke shida zako, utaona siku mrefu wewe. Au anakuambia sijui demu yako, mwanzo sina pesa. Ai. Wewe utaona venye hujaiona wewe. Ati sijui job yangu imeisha, sijui nitaanza wapi. Eka shida kwa mfuko. Utajua wewe ubio si mama yako wewe, acha nikwambie. Kuna rafiki yangu fulani alikuwa ameoa though alidivorce. Mzee aliambia shida zake zilianza. Bibi yake alikuwa anapenda kabisa, ni ile alikuwa ule dem mwenye anakupenda hata kushinda vile unampenda. But ujinga shida ilianza ile kwenye alisema ati wallahi ati alienda akalia, alifutwa job. Lakini sasa una job bibi yake anampenda na sasa anaenda kulilia mzee nimefutwa job. Hivyo boy kutoka hiyo siku ndo aliona shetani mpaka mweusi. Bibi yangu ni piuni. Wewe ni fala wewe. Mimi nilani wewe ni mwanaume. Ng'ombe. Wewe ni ng'ombe. Unaget. Najua kulia hapo kulia ilikuwa substantial lakini mwenye unalilia pia sema mama yako. So utabidi tu beti bro. Tafuta bibi mwingine ukiona radio unaona hii podcast. Tafuta bibi mwingine. But anyway, mimi naona saa zingine pia si lazima kama una mtu akubonga enda ongea na God. Yeye usikia. To be honest, enda tu chini hata kaa inakaa nuisance. Kaa tu chini bonga, lia kwa pillow hapo vile unajisikia. Mwambie kesho utakuwa sawa. Interesting. Ni umetaja God. Mnaonaga kuna kitu nimekamkilana. Mnaonaje hii concept? Nilisoma mahali msaki akisema concept ya God ni sisi binadamu tumejiconceptualize the concept of God. Ati because we have tuko na fears na tuko na because we need something to look upon. So mzee alikuwa anataka kushow that venye tuko na hizi domination, kuna hizo Christianity, Muslim, whatever. Ati hawa ni watu wenye ni constructs ama ni social groups zimewekwa za kupatiana hope. Ni kama tushikane hivi tunapeana self help group. Ni mnafilaje hiyo story? Ama kwanza you believers ama mna believe story na kama hivyo mnafilaje kwa story? Mimi na believe. Suna believe kuna uchawi. Basi kaka kuna uchawi, mbona kusikue na haya kama kuna uchawi. Yuko na believe unaweza rogwa. Umza anaweza roga si kuna nini yake. Mimi na believe vice versa. Mimi na believe kama kuna supreme being na uchawi. Sasa kuna hiyo kutoka uchawi, si ni supreme being. But juu hata kama hii dunia hatujigovern, tunagovernwa na vitu kama level zingine zina run. Really and truly see humans. Hizi kwa humans. So me personally na believe in a supreme being, yes. And I know kuna watu hapo kuna tumekuzia mambo ya denomination which is religion pia. Najuanga kuna watu wanatumianga religion to their own benefit kama colonizers. So kama unasikia Ghana unafangana ati kuna hwana slave castle. Chini kulikuwa na slaves juu church. Bombo clat. Hapo na unashinda watu wana worship God ukiume. Pia kitabu ilikuwa historia mata ya tulikuwa nafunza nini. Mamatas walikuwa na ulio unachomwa juu na believe unaona. Kama the European came kama believe in Christ wanakuchoma wanasema wewe ndo the taboo ama unseen thing kwa hiyo unaleta crisis kwa hiyo
Alafu to manipulate them being your time ilikuwa so easy, unaona? So walikuwa na manipulate watu, sasa msee juu amini anauliwa. It was kama msomanga mahali Christianity was born like if you don't believe unakufa. Lazima ukuwe juu believe. So wana force kwa say. Ndio ikue. Ndio pia interesting. Mimi naona pia kama Yesu alichapa viboko. Alisafa. Ndio alikuja kanini. Na sasa what if kitu yote hakuna? Adiva. Unajua there's something is hard and question. Kuna kadem ziupewa because ukienda in gatherings zenye because if there is something you believe in lazima upeane facts. Ndio like upeana gathering like umekaa bahali na msee akwambia hakuna God na akwambia wewe umwambia God. Wewe anakuja na facts zake, wewe kuja na facts zake. Ni kama Ronaldo na Messi. Who is the GOAT? Nani GOAT hapa? Nani GOAT? Mimi kwangu, mimi Ronaldo. Ronaldo KD. Ngoja kwanza tumalizie religion. Tunakaa hapo kwa World Cup. That's the part of religion. But unaona saa zingine unaona msaki kama asemewa kuna God na inaleta a lot of controversies. Unapata umejaa ngori mtu anasema nini. Mimi learn how not to be mad at that. Kuitikia opinions za watu. Hakuna mtu anaweza kaa kama wewe. Hakuna beliefs zote hazifanana na wako. Kuna wenye wanafanana na wewe, mwenye hadi watu wa Ruto. Mimi ndio kujangori na nyinyi. Wewe mpende tu. Wewe mpende tu. Tutadu nini? Wewe mpende tu. That toxic that's obvious. Ndio mpende wewe ndo unajua. Wewe unajua utamu. Hapo kwa story ya God pia. That's to brave survive kwa fit sana. Lazima ukuange open minded. Shida moja na kuangana Christianity ni wao dhania ati wao ndio wanajua kushinda wengine. Christians wanapenda kuambia watu venye watafanya. Bro, ujokoka. Heaven. Sasa kuna a lot of inaitwangaje hypocrisy kwa Christianity juu. Kweli. Leo atani judge juu maybe amenipata nikitembea na demu shikana naye mkono. But tena akioko nje apate gay ameshikana like mimi na yeye tumeshikana mkono na tuna kiss. Ni gani atajudge sana? Na Bible inasema God is the only judge. Ayo ni joka. No homo. Yeah. But so unaona like ni gani kwa Bible na hadi God anakataa kati ya hizo mbili, unaona? Na plus si at the end of the day si ati si ni teme ni bibi ama ni woman or man akupata bibi like isile arrange marriage. Kuna process yao ama man. Hivyo ndo ina go through. Man. Ama hapa atakuomba sadaka. Hapo nje aenda kwa mzee akose kulipa manze. Mbona? Ama aenda ibe. Unaona? Man. So pia saa zingine watu naona pesa zingine kenye inafanya watu wa question Christianity. Ndio unauliza hii sadaka inaenda wapi? Inaenda ngapi? Unauliza hii sadaka inaenda wapi? In the people pocket, in the pastor's pocket. Lakini watu inadependa cha tunaenda. Nakwambia. So mimi nakushow hii kitu sahi. Acha niambie mimi personally mimi religions believe. Acha niambie tu kweli. Hiyo mambo ya sijui mimi na believe kuna God, but hii mambo ya sijui CK sita PCA nini yote takataka yote mimi kwangu ni jaba. Watu sita. Hiyo ndio imekuja. Ndio SK. Wewe system, mwingine na PCA, hizo ndo kazi za supreme being of. Mimi na believe such na mimi na believe nini? We believe mimi ni God. That's my concept. Na let me explain. Mimi ni God because mimi na believe God ana live ndani yangu. As in mimi the reason as to why naweza create, the reason as to why naweza amka niseme from today ndakuwa pilot ama from today I can do anything you want to be. Yeah, you can do anything. So you can understand your concept. So hiyo kitu inapatia gamse liberty ya kujua it's possible. That's why I say usema believe in yourself. Kweli. Ushajiuliza kwa nini watu usema hivyo? Ni juu huyo msee mwenye ako ndani yako huyo mwenye bado hujatap into huyo msee
huyo ndio the most important person. Ndio kisha tap huyo msee usha achieve everything. Hakuna kitu unaweza ku. Yeah. That's why wase usema unajua mushrooms. That's why wase usema ukitrip on mushrooms, wase usema yani unaweza ucheza video TikTok. Watu trip on mushrooms wanaenda hiyo another dimension. Hiyo dimension nyingine wase huenda wao usema ati wanakutananga na God. God wa everybody huyo kila msee tunasema. Na God technically yao kwa vibration and frequency. It's just them. As in ni entity tu. So hiyo entity ni venye wewe utaiconstruct. Kuna mother mwingine alitrip on mushrooms. Hiyo entity wenye alipatana nayo ilimwambia love. Na baada kutoka kwa hiyo story ya mushrooms alienda akaanza kupeana hygienic products, akaenda akafungua manini. Mwingine alitrip akaona sijui ati lazima nikuwe na purpose yangu ni kufanya certain thing, akaanza kuifuata. Okay, yeah. Una get? So hiyo kitu yenye inakuwa intrinsic ndani yako, hiyo ndio unafaa utapini. That's just my belief anyway. Hiyo ni kila mtu akona belief yake. Sasa mimi husema sasa kuambia wewe ni fala, wewe sijui Muislamu. Wazangu wengine jana nilikuwa nasema Waislamu wakienda heaven wamepatiwa 72 virgins. Sijui kama unajua hivyo. Heaven ya Waislamu iko na 72 virgins. Yeah, I think ni male. Unajua huko the dominant ni male. Unajua wanawake kwao ni bystanders. Wao ni inferior. So mwanaume wewe ukifika heaven uko na 72 virgins, sijui uko na nini. So unaona sasa jana hiyo msali alikuwa anataka kuambia Waislamu, nyinyi mafala. Kama una demo hapa dunia, ukienda huko ndio utakuwa na 72 virgins. Una get? So kama mzee amedecide kubelieve hivyo, so acha naye. Si maisha ni yake. Acha yeye akitaka labda kuna hiyo. Actually labda hiyo mbinguni ya Uislamu ndio ukweli. Tukifika huko tupate 72 virgins. Na wewe ukitaka kwa Muislamu utakuwa na virgins. Anyway, me initially na believe like vile Frank amesema we are gods na juu tuko na ability ya ku create another being. Manze unaweza na demo alafu mpate mtu mwingine. Ndio hiyo. Hiyo ni creation. Naweza kuna ngongana something power of the tongue. Ukiambia msee kitu ndio hiyo. Na manifest. Bas. Manze mwenyewe. Juu wewe kama tuseme kama nani? Kama mse kama tuseme kama Roro tumpene ka example. Roro ameweza kukua consistent for almost like 40 years. Huyu jamaa ameweza kucreate hata sisi tutasema nini? Huyu jamaa ni entity on himself. Records on records. Na ukiangalia kwenye msali alitoka, si ni huko mashambani huko Portugal huko ndani. Una get. Anyway, tutoke hapo kwa mambo ya Mungu. Tunaingia mambo ya World Cup. Today 10 o'clock. Mexico versus Lord kama si Argentina si watch. Ku head watch Portugal na France. Head watching. Hapa head watching lazima itakuwa noma. Lazima ni head watch juu France ikibeba Dembele anaweza pewa Ballon d'Or. Ama Mbappe. Lakini nyinyi mnaona kama France inaweza shinda? Inaonyesha washega tu sijua, lakini wako na kikosi kingine. Wako na kikosi lakini shida ni hapo mbele. Hapo Mbappe hapo. Nasikia Mbappe nilikuwa nasikia msaki akisema akifanya analysis akisema ati anaweza anza kujitakia. Ndio wanataka kunini? Akisikia Dembele anapata Ballon d'Or ya pili naye anapura. Anapura. Akipata hiyo bola anaingia nayo ndani ya box. Uko na timu una support timu gani? Mimi na Argentina. Argentina. Ndio. Me my team ina always Brazil, lakini Brazil ni at break sana. So naanza na Brazil kichujwa. Najua Kenya ndafanya. Ati ni at break sana. Brazil unajua iko na kikosi man. Iko na kikosi kubwa. This guy is not a loyal guy as you see. Viewers, the female viewers. Manze. Ana ati yo sijui kimya. Stay guided. Simeenda sana. Akona second thoughts why? Sasa Brazil imetoka nianza kufuatilia Brazil bado. Ndio unadedi nayo. Die hard unzo si die. Die hard. Ndio puzi, yani simple. Piuni lambistic. Lakini itakuwa moche tena mambo kweli. Hapa lakini mwanzo time zone. Kuna game ya 4 na saa 9 mna wewe na drama na watch kuna 4 kuna 7 kuna 1 kuna 10 7 asubuhi 7 unamko mnaanza coach ball hivi. Buda for the love of the game. Kuna suit hapo unaangalia Argentina.
For the love of the game bwana, acha niambie ukweli. Hii aka ni kamwezi tu, ni kaka kamwezi. Ikiisha utalala hiyo mwezi nyingine. Mwezi ni kukesha. Mdosi anashanganiaje unafika job mapema. Ndio tumie wifi ya kazi kwa Inachoka watu wanaona game. Super Metro wasipoweka wifi tuone World Cup. Hatupande. Public transport. Weka wifi. Lakini si matatu. So time zone ni saa moja asubuhi. Saa 4, saa 9, 4 asubuhi. Hakuna hiyo katikati ati mchana hii. I think so ni time zone huko ni usiku. So ni huko saa 4 usiku 22 pm 4 am 22 to 4. So kwa tunarauka lakini na depend ni game gani pia tuwezi rauka zote ati tunaweza coach zote. Na depend ni game gani kani game kali tutarauka. Lakini game za Argentina, Argentina Mexico inakwanga stima. Ni beef. Kwambia unajua huyo nani ule referee Msomali alirudisha kwao. Mambo ya Trump manze hebu ni mbonge. Tukujua Who is this was talking here? He spoke here. Isn't he? This. Ni mnafilaje hiyo story ya nini ya huyo jamaa kurudishwa? Hiyo kitu ilikuwa mbaya. Ni mbaya. Mbona? Huyo Somali referee. Wanasema ati ni terrorist. Ati wako na terror, sijui terror what. Hiyo ni classism, classify design nyingine. Ni sad manze. Wameharibu the love of the sport. Unajua hii ni game inaikanga kila mtu pamoja. Hii hiyo inafaa kila kitu inaisha. Hadi wanaitwa aje? Drug makatelo kulia. Lakini the host country man. The host leaders very cool. Unajua America the reason America iko na many enemies man. That's why wako very restrictive. America has thousands of enemies bana. Sio Iran, sio nani, kila mtu anataka tu. Na sasa Trump venye anaongezeanga chumvi. Wanaongezea sasa ndo wanachizi proper wanasema wewe utaona mzee lakini kila time anaingia tu kuna kaishu shit. Ni kama mtu wenu wa huko. Na look up to her. Look up to him. Lakini huyo ni mjinga. Mazee Kasongo wewe ni mjinga. Kasongo wewe ni mjinga. Hata ukiona hiyo ni kujia tu. Viewers discretion is advised. Wewe jamani si ati nini. Mimi lakini saa hii hakuna flow ya pesa. Unaona ni ngumu. Ni kugumu. Hadi tunalilewa pia Ebola man. Unaona kama juu design hadi kama nenda mjengo napata female. Na pia anabebezwa mawe manzeka miroga. Koroga. Amekapa mawe. Anafanya koroga. Amekapa mawe 3 hapa 9 by 9. Anapanda stairs very fast. Ana scream. 27 mchangamke ama Mungu tu ampende sana mchukue. Si black tax. Si tax. Manze hauna job lakini bado wanakutax. Unaambiwa ulipe tax lakini una kazi. Hauna job. Sema ndawa. Sasa kuna kufile nil returns. Hakuna kufile nil. Washaanza kutax. Au kushoka utapata kazi bado wanakutax. Sijui kuna sanyanya mmoja ambao nyanya 20. Lakini hao majamaa wote ni mafala from the president to the last person mpaka MCA. Kwanza pia MCA pia mko na ujinga nyingi. Watu wanasema sijui 2 term. Wewe uko na ujinga wewe. Uliomba kura kwa umenyenyekea. Na tukakupatia kura. Acha ujinga wewe. Hiyo ni upuzi uko nayo. Yaani wewe ni wale watu wenye wanaweza pita hapa mtu anapigwa risasi lakini hata uangalie. Unasema ongezea nyingine. Wewe unasema ongezea nyingine. Unadhani wanafanya hivyo mbona? Unadhani ni kweli wanataka ama ni benefit yao? Wanaogopa pia wao. Ni ile job ni MCA sasa hiyo ndio salary yako. Hata kama jo. Lakini hata kama. Haikuwa na standards hai tu. Unajua kitu itaisha. Itaisha setting. Hiyo ndio kitu tunasahau. Hii itaisha. Watu utarudi kwenu. Aya. Utarudi kwenu utashangaa wewe. Wewe sasa unanyanyasa watu unasema jima 2 term nini? Unasema 2 term sisi tunalala njaa, tuna kazi, tuna nini, tuko frustrated. Na uko busy hapo ukisema huyo mtu mwenye ana frustrate. Actually tunafaa kumuongezea term nyingine na tu frustrate zaidi. Mogoroki wewe acha. Msema mkiandamana mnatuleta
Ebola hapo hivyo. Hizo decisions mtu anakaa hivi chini anaanza kumake. Lakini do money as well. Hapa kama una ganju si bongo. Hapa kama una ganji bongo. Pesa iko na power mzito. Yaani unaletea country yako disease yenyewe kila mtu ataki. Hadi Uganda wamekataa unaleta. Unasema hao wangu watawezana na hiyo disease. Kwa nini tumekauka? Wangu watawezana na hiyo disease. Watu hii jikino tumepata mtu kwa watu hii. Hiyo time sijui mtu akisikia tu Ebola watu wanatoka mbio tu. Ilikuwa sijui una nose bleed, una bleed kutoka ngadamu hadi every hole. Every hole zote, imagine hole zote. Manze Zote. Inakaa horror man. Hebu imagine unakaa hivi na msela watu kutoka damu. Guys. Na unaleta hiyo kitu aki. But anyway, wewe ndio unajua nini unaweza tu pia tuache baki na Kenya. Uishi peke yako kwa hivyo unataka. Ama sisi tutoke tukuachia Kenya. Ama tuchague. Unajua the weird thing ni nini? Watu wanatuletea wana restrict watu wao kuja huku kuna Ebola. Na wewe pia huwezi enda kwao. Wewe unajuanga kwenda kwao hata uko na mimba utoki hapa. Mweusi huko kwa nini? Manze. Lakini si kama tu huko manze mzungu like the European person hata si mzungu. Any European person hata si white. Bora tu speak English. Unakaa eloquent from up. Kuja huko kwa supermarket unaweza kurecord. Waambi shit. Hapa vinde amejaribu kurecord basi. Manze jo kidogo amchape. Vendelo na dust hiyo siku. Mimi utaniambia kitu mimi. Piga vindi manze vile ulibonda. Lakini acha tuko hapo. Ni jamaa wote wanajionanga hivyo. Rada mawochi. Sasa nikwambie nasikia watchman wa Uganda huko na Ghana. Kwa Kenya wangepewa Ghana tungekuwa tumuliwa sio wote. Mimi siona mawochi wa Uganda na mawochi wa Kenya wanakoga ujinga. Yo kujeka hivyo authoritative. Sasa ndio wale wakiko kwa power. Mtati. Ninja mtati. Ninja, I think ninja. Yo tamaa. Hata sisi ndio umeko kwa kadogo hivyo ndio umeanza kuwa ras tunaenda wapi getu namba mpigie simu atimpigie simu sijui nini sijui what ni kama wa shule kwa nini nimerauka 7 kuja class tena sina zingine nishaenda hapo GPO naenda kwenda room fulani ananiambia naenda kwenda hii room anaanza kuniambia tunaenda huko okay unaenda wapi naenda hii room okay unaenda kufanya nini nikamwambia sasa hiyo kitu unaenda kufanya huko unafanya masaa mangapi niko like watu wana cross tu hapo, watu kama mimi wanapita tu hapo. Tuko GPO ile nini? Watu wanapita tu hapo Huduma Center. Ni mimi tu unauliza maswali. Wewe acha ujinga wewe. Wengi ka hiyo time unapata nimerauka, nimengangana kuamka. Niende hapo hivyo alafu anza kuniuliza maswali za kishenzi hiyo design. Unaweza kula chapo by the way. Unaweza chapo. Sasa kwanza tumejangori. Kuwakumbusha tu. Utatiwa. Watu hapa nje tunajua ma boxing man. Mimi hata lazima nitoe boxing. Mimi naingia tu na wewe. Mimi ule wewe acha ujinga. Ni ile tu hata kama unataka race sio design. Manze relax kwa respectful kwa kila mtu. Hakuna mtu bazee bomba msee kama mimi. Yes, unajua sio ndo unanipea service. Yeah, manze. So you're so respectful. Hata naweza kuachia soda hapo mimi kama jana bana. Shika hii mia manze. Ndio service yako inakuanga poa. After how do like people make friends? Your design tuna. Ngoje leo nakupata kao kesho nimepata job. Manze unamtafuta na kupata na kuita. Ile kikumbuka ulimfukuza. Wewe si ni mtoto wa nani wewe? Wewe unajua ikadhe. Hiyo tabia mbaya manze. Nyima wochi kwanza wale wa kampo bana. Ni kwanza kampo pia ni wengine. Wa kampo. Sijui nini wanakuwa wamepewa. Kama hujachana nywele wezi ingia hapa manze kwani nywele ndio inasoma. Nywele inasoma. Najua uko miaka mbao. Uko 25 ndio nakwambia. Ati uzingia hapa kauja. Your presentation ina matter but maybe nimetoka kwa nyumba na haraka. Zanda kichana. Tena allow siku moja. Yaani siku moja tu mtu wako. Lakini mbona tena uulize kuhusu nywele? Ojue nimetoka Ronga. Nimeenda Mangu, alafu unaniambia mambo ya nywele unaenda nirudio. Wewe uko na upuzi wewe na baba wangu amelipa fee. Ujinga. Ya ujinga wewe. Rudi tena Ronga. Rudi Ronga ati ni. Rudi Ronga uchane nywele. Urudi. Mimi naomba nikiwa kampo sijui kwa idea manini. Hiyo saa ni time exam. Mazo umefika umechelewa, uko na like 15 minutes ndio exam ianze. Umeharakisha majam umefika kwa gate. Msana kusho wapi ID? Namwambia ID sahihi
kwenye iko mbali, lakini wacha tu niingie nakimbia exam. Ananiambia ati na sasa idiko kwa baka, sasa ni vile kumbuka unani huko chini. Uko na haraka. Niko na haraka, exam ndio hiyo. Anza kuniambia wewe hakuna kupita hapo unapita. Nilimwambia chukua simu, nikamwambia uko na simu? Chukua simu nipige picha. Ukimaliza kunipiga picha ukuje nitafute nikimaliza exam. Nikapita. Aitaka watu watakai kuwekwa. Ukiona moja hata unafaa watusi wametoka hapa kwa kuniambia. Bobe wewe, ngoja wewe. Sasa ndio nakuwa kama karao by the way. Au majamaa tu wa mtaa. Hata ukitaka kwa mtu security unaweza. Bora umeunga. Wewe ukitaka tu mtu wa security unaweza. Hizo ni private security. Hakuna ati training wako nayo. Wewe pita na hao majamaa. Wewe unataka kujiuliza kwa nini wanaka gani? Hata wakaa kwa nayo bunduki ni kitu ya kuogopa. Wewe nikuuliza, unaweza amka 7 uende kwa institution ati wewe una kazi, umeenda tu institution, umeng'ara, umeoga, umeng'ara, unaenda institution saa 1 asubuhi bwana, 1 asubuhi umeingia tu. Jamani, kijana hapa hivi inaenda hapo sasa, niende home aje na nimefika hapa na nimefika. Check on that. Wewe masoja, acheni mchezo bwana, ama muende shule. Sasa tunaanza etiquette. Ile mnatu treat saa zingine, lakini si wote though, basi so wewe unakumbuka kama ile siku ile tukiwa pale ile base, ile dema akiwa amekashifu jo maana wewe sasa soja ni nikiateka natuambia dema amezima kwa barabara, hata ni barabara amezimia kwa barabara literally. Si tumetoa dem kwa barabara, tunamweka kwa entrance ya kuhusu papo ya entrance yako, tunamweka kabeza hapo. Ukiateka anaanza kutuambia ati tumtoe hapo turudishe kwa road bana. Wewe kwani umechizi wewe? Wewe umechizi wewe kwani? Kabla umesema vile ni kama makarao. Unaona makarao wenye utumwa wanakuambia piga risasi. Ni wewe ngori na kujanga kwako. Kujanga kwa mwenye huo mkubwa wako. Unajua kama huo soja, mkubwa alimwambia hapa anataka law and order iko kwetu kuzuri. Lakini sasa unaona situation kama hiyo, yani use your brain. Ni common sense. Jua huyu amezidiwa, pay to time before aende. Acha kuwa na kifua unakuja na mvua. Bana wanaanza zingine ni kama watu hauko humane. Wewe kwani wewe kama human being, wewe unamtoka kwa barabara akikanyaga utafanyaje? Manze utaanza kwa kusema mimi ni eyewitness. Nilikuwa hapo niliona. Nilikuwa nini unafaa upigwe pia wewe. Umepewa orders ati tumia ile chapu. Na zingine usikue govern na rules. Manze usikue bendera unafuata tu. Yaani mtu amezima kwa road, unatoa mzee kwa road na mweka hapa, anaanza kumwambia tumtoe tumrudishe kwa road. Utarudishaje mtu kwa barabara? Common sense. Anakumwambia tumtoe, kama unakuja tuchape. Kuja na hiyo kibombo tuchape. Bwana line ni guy. Mimi niko nimeja ngo. Anakuuliza ati unataka tumtoe hapa tumpeleke kwa road. Afana shida. Ati hapo nani anasema huyo soja anasema sio mtu mpeleke. Angalia hivi nikamwambia wewe utujui wewe utujui. Wewe unaona tu watu wewe. Unachapa na urungu yako. Tutakuchapa nayo. Sijui kama unaona ile video jana niko na TikTok. Ndio na video ya msee fulani ati walikuwa wanagomana na msee huyu jamaa kakamna baseball bat. Sijui kama unaona video. Amjona video? Sijui makarao alikuwa anabishana nani jamaa kuja na baseball bat kutetea msee. Kaambia nyinyi makarao nitakugonga na hii kitu kwa kichwa Unatuka. Nilijua kweli watu wamejangori. Sasa ni masaa mbaya sana kukosana na mtu. Manze sema hadi kusema tu. Sasa ni masaa mbaya kukosana na mtu. Unagongana na mtu hivi kama umekulwa hapa kama. We. Anyway, hapo nje kila mtu aje protect. Stay safe. Be safe. Stay guided, stay safe manze. Anyway manze imekuwa masaa imeenda bwana. Masaa imeenda hata tutacheki. Anyway, thank you so much for tuning in kwa wale wamewatch mpaka saa hii. Manze share tulisema watu wa follow yani, wamesema watu kaga _Macharia. Mimi ni Mambo on all platforms. Follow me manze, follow us bana, wakulima wadogo. Subscribe to the channel. Subscribe bana. Ukitumiwa hii link ama ukiona mahali subscribe. Ukiona kwa YouTube yako si lazima watch. Ama unaweza watch 5 minutes alafu like, turn on your notifications zote. Comment pia wale comment. Anyway, cheers manze. Catch you on the next one. Adios.